Kuna video ambazo zinaonekana hapa na inawezekana umeziona kwenye mitandao ya kijamii zikiwaonyesha wanajeshi wa jeshi la Marekani wakivamia kwenye ikulu ya Venezuela na kumkamata Rais Nicolas Maduro. Sasa yako mambo mengi ambayo yamezungumzwa, lakini rais wa Marekani mwenyewe Donald Trump yeye anazungumza kwamba Maduro amekamatwa kutokana na kesi kadhaa. Yeye pamoja na mke wake wamekamatwa kutokana na operesheni ya kijeshi ya Marekani ambayo ilikuwa ikihusisha mashambulizi ya anga katika maeneo tofauti tofauti ya nchi hiyo ya Amerika ya Kusini. Ninamtafuta hapa mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania na ulimwenguni kote, Mzee Amduni Marcel, ili aweze kutupatia mtazamo wake kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwa taifa la Marekani kufanya jambo hilo katika nchi ya Venezuela. Karibu sana, mimi ni Pasco Karushi PK. Habari za masiku? Salama. Habari za mwaka mpya 2026? Bila shaka ni njema. Bana, tumeona jeshi la Marekani ambavyo limeweza kutushangaza dunia kutokana na ulinzi mkali ambao anao rais wa Venezuela Nicolas. Hii kiuchambuzi, kwa kweli mchambuzi, unaweza kutuelezea kwa upana kwamba licha ya kuwa na ulinzi mkubwa kiasi kile, lakini jeshi la Marekani limeweza kufanikiwa kumkamata? Mtu yeyote anaweza kuwa ni tajiri, ana ng'ombe wake wengi, amewatunza maelfu ya ng'ombe, mtu mstaarabu, muungwana, mcha Mungu, mchapakazi, wakaja wezi wakamuibia wale ng'ombe, na saa nyingine wakamuua. Hawezi kusifiwa mwizi kwa ujuzi wake wa kumuibia huyu mtu, kwamba ule sio ujuzi, ule ni wizi tu. Jeshi la Marekani katika hili jambo halitapata sifa ya kumteka Maduro. Litapata lawama tu, kwa sababu Venezuela haikujiandaa kwa vita na wala haijiandaa kwa vita la Marekani, kwa sababu Marekani taifa kubwa mno kwa Venezuela. Wala huwezi kulinganisha serikali ya Caracas na Washington kwamba zitashindana katika wingi wa silaha, teknolojia za kivita, wingi wa askari, hata gharama zinazoingia katika jeshi lenyewe kununua vifaa na kadhalika. Maendeleo ya Venezuela na Marekani ni tofauti kama ardhi na mbingu, na kwa msingi huo ni kwamba Venezuela wamempoteza rais wao kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Marekani. Si kwamba katika ikulu tu, wamepiga maeneo mengi sana usiku wa jana na kufanya uharibifu mkubwa mno. Wamevipiga vikosi vya jeshi, wamepiga kambi za jeshi, wamepiga miundombinu ya kijeshi, wakampiga makao makuu, makazi ya waziri wa ulinzi, wamepiga makazi ya watu wote waliokuwa maarufu katika nchi ile, wamepiga makazi ya majenerali na kadhalika. Kwa hiyo wamelishughulisha jeshi zima kwa wakati mmoja, ndio wakafanikiwa kuja kuishambulia hiyo ni makao ni aliko rais na kumteka. Haiwezi kulaumiwa jeshi la Venezuela. Ni nguvu tu kubwa iliyotumika ambayo hailingani na nguvu ya Venezuela kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo walichokifanya Marekani ni kutumia vikosi vyao vyenye nguvu nyingi na vyenye ujuzi mkubwa na silaha za kisasa mno, wakitumia teknolojia juu sana ya kijeshi kumkamata rais wa nchi. Lakini si jambo kwamba labda ni jambo jema, labda wamefanya uzembe wale askari wa Venezuela. Hapana. Wamezidiwa nguvu, na hakika wana haki ya kuzidiwa nguvu, kwa sababu Marekani na Venezuela nguvu yao ni ardhi na mbingu. Hilo si jambo, lakini sasa matokeo ya hili jambo hayawezi kuwa mazuri kiasi hicho bila shaka. Hii inatupa taswira gani sasa kwa kile ambacho wamekifanya Marekani, kama ambavyo unasema kwamba si sifa kwa Marekani kumkamata Nicolas? Unafikiri mwafaka wa hili itakuwa ni kukamatwa kwake Nicolas? Kumkamata Nicolas Maduro unaweza kuwa ndio mwafaka wenyewe, kwa sababu wenyewe waliona Venezuela kama ni kitisho kwa uchumi wa Marekani kwa upande mmoja, na imekuwa hivyo kwa sababu ya ile BRICS, na watu walijadili hii BRICS imekuwa tishio sana kwa Marekani, sio tu kwa Marekani peke yake, bali na mataifa mengine ya Ulaya. Na kwa msingi huo kukamatwa kwa Maduro ambaye amekuwa na mchango mkubwa sana katika BRICS, kwa maana kwamba
yeye nchi ya Venezuela inajulikana kwa wingi wa mafuta, uimara wa uchumi na kadhalika, na utoaji wa mafuta mengi sana duniani. Kwa hiyo nafikiri kule kumkamata kwake kunaisaidia Marekani, na si nia ya kukamata tu Maduro, ni kukamata uchumi wa Venezuela, kwa maana ya kwamba watamtia pale mtu wanaomhitaji ili aingie mikataba na Marekani yoyote iwe ya hovyo au mizuri, ili Marekani wanufaika na hicho kitu ambacho uchumi wa Marekani, uchumi wa Venezuela wanufaika nacho. Kwa hilo ni jambo moja kubwa ambalo linafanyika, na kwamba itakuwa ndio mwafaka au ndo suluhu ya mambo, inaweza kuwa ndio suluhu ya mambo, kwa maana ukishaiteka nchi ya Venezuela ukawanyang'anya uchumi wao, ukaingia mikataba na serikali haramu uliyoiweka madarakani, inatosha. Ni kwamba ndio suluhu ya kile ulichokuwa unakitafuta na kile ambacho umekiona kimekuwa mtafaruku kwako. Okay. Bila shaka kubwa hasa ni swala la mafuta ambalo limepelekea haya yote. Pengine labda kuna jambo jingine nje ya mafuta ambalo limepelekea huu mzozo. Ndio usalama wa kikanda. Usalama wa kikanda, kwa sababu Venezuela inaonekana yuko mbele China, Urusi na China. Kwa hiyo kuwa karibu na Urusi na China ndio yale mambo ya Ukraine dhidi ya Urusi. Yeah. Anakuwa ni Cuba mwingine. Cuba nyingine inakuwa pembezoni mwa Marekani. Wakati ule ugomvi wa Cuba na Marekani ulikuwa ni kuiunga mkono Urusi. Kwa hiyo ilibidi kufanya kila hila kupambana na Cuba na Fidel Castro wakati ule, kabla ya Raul kuhakikisha kwamba anaondoka madarakani. Kaja kuondoka tu kwa kuugua kwake na nini, lakini kazi ilifanyika kubwa sana kupambana na Marekani. Okay. Wakati ule utawala wa Fidel Castro, na ndio maana Cuba haukuwa mzuri mno, kwa sababu ilitumika mara nyingi kuhami usalama wa rais na jamhuri ya Cuba. Kwa mimi nafikiri ndio jambo ambalo watu rais Maduro hakuwa amelifanya, lakini nafikiri na usaliti upo, kwa sababu Marekani ana uwezo wa kununua watu katika mamlaka, katika mfumo, na wakafanikiwa kuihujumu nchi yao. Nafikiri ili hatuwezi kulirule out, lazima lipo, lakini kimsingi ni kwamba nia yao ni kudhibiti uchumi wa BRICS. Okay, Mzee Hamduni, mimi ambacho bado najaribu kuwaza hapa ni kwamba hawa marafiki wa Venezuela, ili swala lililotokea kwenye nchi yao wanaweza wakalikalia kimya? Marafiki wa Venezuela ambao ni Cuba yenyewe, ni Urusi, ni Uchina. Nimesema sana katika muda uliopita, si leo hii. Kuna clip nyingine kizungu nimezungumza, kwa sababu Warusi wana tabia hii, na sikana kama ni jambo la bahati mbaya. Wamekuwa hawawatetei sana watu wao ambao wanakuwa kwenye matatizo. Maduro alijulikana kwamba yuko kwenye mashaka makubwa dhidi ya utawala wa Marekani, lakini utawala Caracas haikulindwa kabisa, haikulindwa na majeshi ya Urusi ambayo yana maslahi mapana, hata ya Uchina, lakini hasa Urusi ambao walitakiwa kumpa ulinzi mkali kwa kusaidia na majeshi ya Venezuela. Hayakufanya. Ni jambo la aibu kubwa sana kwa kweli. Marekani si mara ya kwanza kumkamata kiongozi wa nchi. Walimkamata kiongozi wa Panama wakati ule, yule Emmanuel Noriega, kwenye kumbukumbu nzuri, kwa kisingizio kwamba anauza madawa ya kulevya, lakini walimuua Salvador Allende wa Chile. Lakini pia Alberto Fujimori wa Peru, naye hakuwa salama sana, japokuwa aliondoka kwa utaratibu tofauti, na wengine wengi ambao wamekuwa wakivamiwa. Tumeiona Saddam Hussein akivamiwa kule Iraq. Tumeona serikali ikiondolewa makusudi na kuleta Amir Karzai, na wale akina Mullah Omar wakiondolewa na kufukuzwa na kufanywa fujo za kila aina, ikipigwa ile serikali ya Afghanistan. Tumeona kule Syria al-Assad akiondolewa vile vile. Tumeona mara nyingi mambo yakifanyika hivi, na huenda tukashuhudia mambo mengine makubwa, japokuwa tunaanza kuona na kule Urusi imemshinda na Uchina, na sasa hivi China
huenda wakaingia vita la Marekani kwa ajili ya Taiwan, na huenda Marekani hiyo vita kaikwepa vile vile, lakini kimsingi kampeni ya Marekani, na ni jambo liliko wazi, alisema wakati anagombea bwana Trump kwamba is to make America great again, ni kuifanya Amerika kubwa tena, kubwa tena, kwa kuwa na nguvu kubwa zaidi. Nafikiri ndio jambo linafanyika. Ni ujambazi kabisa wa siasa za kimataifa, ni uvamizi usioweza kuvumilika, ni utaratibu mbaya ambao hataki watu kujifunza kutoka kwa, kama funzo kwa taifa kubwa. Na nafikiri kwa wale wanaunga mkono Marekani, kuna wagonjwa katika nchi zetu hizi wanaunga mkono Marekani kwa kila jambo, baba wa democracy, baba wa nini. Nafikiri watakuwa wapata majawabu, nasema jibu, watakuwa wapata majawabu leo kwamba nchi hii si nchi ya democracy hata kidogo, na wala si nchi inopenda amani, na wala si nchi ambayo inatengeza muru kwa usalama wa nchi wa dunia, na wala si nchi iliyokuwa tayari kumsikiliza yule ambaye anakwenda kinyume na matakwa yake na kadhalika. Sawa, mimi nikushukuru sana kwa mchango wako ambao umeutoa juu ya hiki kinachoendelea Marekani, mzee Hamdun. Asante sana. Uwe na wakati mwema. Huo ni uchambuzi wa mzee wetu Hamdun kuhusiana na kile ambacho kimefanywa na taifa la Marekani kwa taifa la Marekani baada tu ya kumkamata Nicolas Maduro pamoja na mkewe. Yeye ameita ni ujambazi ambao umefanywa na jeshi la Marekani. Uwe na wakati mwema. Kama ni mfuasi wa mara ya kwanza wa Kadushi Media, ni kusii tu subscribe, like na kushare.